tutamleta kwa njia ya kipekee. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Tunashukuru Kristo tena masaa haya amekuwa nasi, na tunawakaribisha wote ambao wanaisikiza sauti hii. Tuko na Bible study mara mbili. Kuna ile mimi naanza, alafu kuna ile mtumishi wa Mungu pia anaipiga baadaye, maana Biblia ni kubwa, na ndio unaona tunakuwa na Bible study mara mbili. Na tena wakati huu ni wakati ule mtu anapokuwa na swali anaruhusiwa kuuliza maswali yake kulingana na mada ambayo imepigwa, ama swali yoyote ambayo unaweza kuwa uko nayo ya mambo ya kiroho. Si swali ya campaign ati Gachagua ako wapi hatujui. Yenye sisi tunataka hapa ni maswali ambaye kuhusu neno la Mungu. Kwa hivyo yeyote ambaye anasikiza sauti hii na uenda una maswali huwa yanakusumbua, ungependa sana maswali yale yaweze kujibiwa, basi hii ndio muda mwafaka ya maswali. Mada ya leo ni kuhusu Pasaka. Leo nataka nipige Pasaka, maana jana tulihubiri kuhusu ubatizo, na mtumishi wa Mungu anaendelea na state of the dead. Kwa hivyo naamini leo atamalizia, na ndio wacha leo tuguzie kuhusu Pasaka. Kuna vitu mbili kwa Biblia ambazo zimejificha, na kuna vitu mbili kwa Biblia ambazo watu wamefichwa. Ya kwanza ni ubatizo. Yesu anasema usipozaliwa mara ya pili hautaenda mbinguni, ama hutauona uzima milele. Na jambo la pili ni kuhusu Pasaka. Yesu tena anasema usipokula mwili wake na kunywa damu yake hautaona uzima wa milele. Sasa nia yetu kubwa sehemu hii ni watu wa eneo hili waweze kupata uzima wa milele. Na watapataje uzima wa milele kama wanakaa kwa uongo? Watapataje uzima wa milele kama hawakuli Pasaka? Kwa sababu nimeombewa, naanza moja kwa moja. Kitabu ni cha Yohana 6, aya yake ni 53. Wacha nianzie pale. Yohana 6 aya yake ni 53. Maandiko yanasema nini? Biblia inasema kwamba ndio, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, nini? Msipoula mwili wake mwana wa Adam na kunywea damu yake hamna uzima ndani yenu. Ni Yesu anasema ya kwamba tusipokula mwili wake na kunywa damu yake hatuna uzima ndani yetu. Nataka nikuambie leo mahali watu walikosea. Yesu ameweka wazi ya kwamba uwezi kuwa Mkristo unaenda kanisani, wewe unangoja Yesu kuja mara ya pili, na ukuli mwili wa Yesu na ukunyi damu yake. Naongea maneno ninajua, kwa maana makanisa mengi sana hata hawajui Pasaka ni nini, na wamekaa wamedanganywa ya kwamba wangojee Yesu akuje mara ya pili, na Pasaka hata hawajawahi kula. Hizi ndio vitu ambazo watu watashtuka siku ya mwisho. Yesu anasema usipokula mwili wake na kunywa damu yake hauna uzima ndani yako. Teremka na andiko. Andiko linaendelea kusema, ndio, aulai mwili wangu, atakayekula mwili wa Kristo na kuinywa damu yangu na kunywa damu yake ana uzima wa milele. Endelea. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hivyo watu ambao wanangoja kufufuliwa siku za mwisho ni wale ambao wanakula mwili wa Kristo na wanakunywa damu yake. Ushike point. Ni vitu mbili. Wanakunywa mwili wa Kristo na damu yake. Si mwili peke yake na damu hawakunywi. Si damu peke yake na mwili hawakuli. Hapana.
Yesu anatuambia lazima tukule mbili, mwili wa Kristo na damu yake. Sasa mtu atauliza, kwani tunakulaje mwili wa Kristo? Hebu tuende kwanza Wakorintho wa kwanza 5 aya yake ni ya 7. Mtu atauliza tunakulaje mwili wa Kristo? 5:7 maandiko yanasema ndio, basi jisafisheni. Kwa nini? Mkatoe ile chachu ya kale. Anasema tujisafishe. Maana ya Pasaka ni sisi tujisafishe na tutoe ile chachu ya kale. Endelea kusoma. Tupate kuwa donge jipya. Tupate kuwa donge jipya. Kwa nini? Kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Twende. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Yaani nani? Kristo. Kwa hivyo Yesu, Pasaka hii inamuashiria yeye. Ndiye anasema ya kwamba tuweze kula mwili wa Kristo na tuweze kunywa damu yake. Tunapokunywa, kumbe tunajisafisha, tunatoa ile chachu ya kale na tunakuwa donge jipya. Kwa hivyo maana ya Pasaka lazima watu wakule. Na ndio nauliza swali, haijaanza wakati wa Yesu. Kutoka 12 aya yake ni ya 12. 12 inasema ndio, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Kwa nini walikula? Wakati wana wa Israeli walikuwa Misri, Mungu akawaambia mapigo ninaenda kupiga wa Misri, ambaye watoto wao firstborn watakufa. Ndio nijue ya kwamba nyinyi ni wangu. Muchinje kondoo na damu yake mupake kwa milango. Wakachinja, wakapaka kwa milango. Sasa kuna jambo ilikuwa inaashiria, mbona waweke kwa milango? Ndio ule malaika wa mauti anapokuja asiingie kwa nyumba ya Muisraeli akaua mtoto. Sasa akatuma na wakafanya hivyo. Na cha ajabu ni ya kwamba kuna watu wa Misri ambaye pia wao walipoona wana wa Israeli wanafanya hivyo, pia nao walichinja wakapaka damu kwa milango. Wakati malaika alikuja akiwaua wale ambaye damu ilikuwa kwa milango yao, hawakuweza kuuawa. Maandiko yanaendelea kusema nini? Maandiko inaendelea kusema ndio, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Soma. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo Pasaka ilianza pale, wakaambiwa wachinje ndio wapake damu kwa milango wasije wakauawa, na wakafanya hivyo. Sasa wanapoelezea wanasema, na watoto wenyu watakapowauliza ni nini hii mnafanya? Si tuende 24 hapo 24 ndio inasema kwamba niko pale mwalimu. Soma. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wana milele. Mtatunza jambo hili. Wakaambiwa hii kuchinja na kupaka damu kwa milango, mtatunza jambo hili, maana ni amri kwako na wanao milele. Endelea kusoma. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi, ndio Bwana atakayowapa, kama alivyoahidi, ndipo mtakaposhika utumishi huu. Endelea kusoma. Inaendelea kusema nini? Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza. Watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtaambia watoto wenyu, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana. Ni dhabihu ya nani? Ya Pasaka ya Bwana. Kwa hivyo Pasaka haijaanza wakati Yesu amekuwa, hapana. Jambo hili lilianza zamani. Na anasema wakiwauliza watoto wenyu, kwa nini mnafanya hivi? Muwaambie ni dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Pasaka ikaa pale ya kwamba watu wafanye, na ni milele mpaka Yesu atakaporudi. Leo tulipokuja ama tunavyoishi duniani, Kristo akaja akaendelesha Pasaka hiyo, akasema lazima watu waweze kula mwili wangu na damu yangu. Mwili wangu na damu yangu.
Sasa wacha tufundishe, unafikaje kwa mwili na damu, ama Pasaka inaandaliwa vipi? Kitabu ni cha Yohana Injili 13 aya yake ni ya kwanza. Pasaka inaandaliwa vipi? 13:1. Ndio ukae kwa meza kukula, unaanza kufanya nini? Sasa usikize. Inasema basi, ndio basi, kabla ya sikukuu ya Pasaka, twende. Yesu alikuja ya kuwa saa yake imefika. Akijua ya kuwa saa yake imefika, ndio atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Soma. Naye amewapenda watu wake katika ulimwengu. Soma. Aliwapenda upeo. Twende. Niendelee kusema hata wakati wa chakula cha jioni. Hata wakati wa chakula cha jioni. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda. Wapi? Mwana wa Simeoni Iskariote. Wapi? Moyo wake kumsaliti. Endelea kusoma. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake. Soma. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu. Baada ya kujua wanafunzi wameketi kwa chakula cha jioni, ndio ukule Pasaka ya kwanza, inafaa ukwe umeshiba. Pasaka si sherehe. Unajua utapata watu kwa makanisa masoda zinaingia na mikate za mbuvulo. Pasaka si sherehe. Walikula kwanza chakula cha jioni. Baada ya kula chakula cha jioni, ndio Yesu akachukua hatua, akafanya nini? Teremka na andiko. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake. Soma. Akatoa kitambaa, Yesu akajifunga kiunoni. Akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Endelea kusoma. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu akatia maji kwa bakuli. Sikia. Bakuli si ya kubatiza. Bakuli ni ya Pasaka. Leo watu wamechukua bakuli ndio wanabatiza nao watu. Wamechukua bakuli na vikombe ndio wanachora watu nao misalaba. Hapana. Pasaka Yesu alichukua bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Si wao walijitawaza. Leo kuna watu ambaye wanajitawadha, wanasema ati ni utakatifu. Kiangalia Waislamu unampata ameenda ananawa mara 7 kwa mkono, kwa uso, kwa hakuna hiyo kwa Bible. Yesu mwenyewe alitawadha wanafunzi miguu. Inaendelea kusema nini? Inaendelea kusema ndio, na kuifuta kwa kile kitambaa alicho